Usizoba ufa, utajenga ukuta. Hii ina maana kwamba usiporekebisha tatizo unaloliona dogo, hapo baadaye utatumia gharama kubwa kupambana na jambo hilo hilo litakapokuwa kubwa. Leo tupo kwenye hatua ya 5 ya hadithi yako pendwa ya Dear Ex au penzi lisiloisha. Tunaendelea kuanzia pale tulipoishia siku ya mwisho. Usiku ule, Deborah alilala kama mwanamke aliyependwa. Max alimshika kwenye kila kiungo kilichomkamilisha kuitwa Deborah. Alimgeuza kila pande ya dunia kwa mahaba mazito na mshindo wa aina yake, tena taratibu, kana kwamba anafanya tiba ya kuchua kwenye kidonda kilichopona. Kila mguso ulikuwa na maana kwenye mwili wa Deborah. Deborah alijikuta akicheka katikati ya mapenzi. "Leo vipi?" aliuliza kwa sauti iliyokatika kwa raha. Jasho likianza kumtoka angali bado Max hajafikia lengo. Max hakujibu kwa maneno, alijibu kwa vitendo. Chumba kilijaa sauti za pumzi zilizochanganyika, mashuka yakivutwa, miili ikigongana kwa upole na wakati mwingine kwa msukumo. Deborah alijisahau. Akaachia mwili wake bila hofu. Akaachia sauti ambazo mara nyingi alikuwa anazizuia. Usiku huo alijihisi kama mke halisi, kama mwanamke anayehitajika kwenye hii dunia, pambe ya wapendanao. Baada ya muda mrefu sana, Max alitulia. Alikuwa ameshakwisha maliza jambo lake. Deborah alichoka sana. Siku hii haikuwahi kutokea kwenye maisha yake. Max alimpa kila kitu, naye akatoa kila kitu. "Mme wangu," alinong'ona, sauti ikipenya kwenye kifua cha Max hadi kwenye sikio lake la kushoto. "Leo umenifanya nijisikie tofauti," alisema kwa mapozi, mkono wake mmoja ukipangusa jasho na vinywele vichache kifuani mwa Max. Max alitazama dari kwa sekunde kadhaa kabla ya kushusha macho yake kwa Deborah. "Unastahili zaidi ya hivi, Debbie," alisema, lakini akili yake ikimsuta sana. Hakuwahi kufanya mapenzi na wanawake wawili tofauti kwa siku moja, tena kwa utofauti wa masaa tu. Deborah hakujua kwamba maneno hayo ya Max yalikuwa yamebeba uzito wa hatia. Yeye aliendelea kutabasamu, akichezea kifua cha Max mpaka usingizi ulipowapitia. Mpendwa msikilizaji wa Dear Ex, na kukumbusha kuwa usisite kusubscribe channel hii ya Hilda TZ Films. Naam, asubuhi ilipofika, Max alimpeleka Deborah kazini mwenyewe. Gari lake lilisimama mbele ya Malindi Healthcare. Max alishuka na kwenda kufungua mlango wa siti aliyokaa Deborah. Ni kama mfalme kwa kipenzi chake Malkia. Kwa heshima na taadhima, wote wakafurahi, wakakumbatiana kwa bashasha. "Umeamua kuweka alama, Max. Kuanzia jana umekuwa mtu mpya kwa hakika," alisema akiwa bado hajamwachia kutoka kwenye kumbatio. Deborah alizungusha mikono yake kupitisha shingoni mwa Max. Walikuwa kitazamana kama wezi wanaopanga jaribio la wizi. "Una haki ya kufurahi, Debbie. Licha ya changamoto nyingi nilizonazo, umeamua kunifunika na shuka lako la upendo. Na sasa sioni yale madhaifu ambayo wahasidi waliyasema. Najiona mpya kila nikiliona tabasamu lako," Max alisema. Akamchapa busu baada ya kumaliza. Baada ya parking ya magari ya Malindi Healthcare, kulikuwa na Dr. Diaz aliyesimama kwa mbali kushuhudia malavidavi ya wanandoa hawa wawili walioamua kuuonyesha ulimwengu nini maana ya mapenzi. Dr. Diaz alikauka kama jongo mtini, suti ya utabibu ikimwonyesha kwa namna alivyo mwembamba wa mwili, meno ameakaza. Jiwe aliyokuwa naihisi lilikuwa la kiwango cha juu sana. Hakuwahi kupata jiu tangu ampende Deborah. Tukio la Max kumwachia Deborah na kupitisha mkono wake kwenye dirisha la gari, kisha kutoa ua jekundu na kumkabidhi Deborah kwa mikono miwili, lilizidi kumkata moyo kwa kutumia msumeno Dr. Diaz. "Sasa rasmi nazidisha nguvu kumpata Deborah,"
Hauna la maana Max. Huyo sio saizi yako kabisa, alisema kwa uchungu Dr. Diaz. Na nitahakikisha na kupiku. Lazima nitatafutie udhaifu kondoo wewe. Kisha akaizipiga hatua kuingia Malindi kwa kutumia mlango wa nyuma. Yupo mwanamke mwingine ambaye alishaweka uhalali wa kumwahaliki Max. Naye alishakuja eneo hilo la hospitali kumtafuta Max kwa sababu tangu waachane jana yake hakufanikiwa kumpata kwenye simu. Eneo dogo baada ya parking ya Malindi Healthcare, upande wa pili ukishavuka barabara, kulikuwa na mgahawa. Hapo ndipo Julie aliweka makazi na macho yake yote yalikuwa mbele ya jengo la hospitali kumtazama Debra au Max. Na kama Zali aliwanasa wote wawili. Alimwona Max, kipenzi cha moyo wake na baba mtoto wake, alivyoshuka kwenye gari na kwenda kumfungulia mlango mkewe. Alimwona jinsi alivyomkumbatia na kumpiga mabusu ya muda mrefu. Alimwona pia alivyoichukua zawadi na kumpatia mkewe. Yote hayo aliyaona. Moyo wake ulikwenda mbio mno. Tumbo la uzazi lilimcheza. Julie alihisi ubongo mzito. Mawazo ya kwa nini Max amekuwa na dharau kiasi hicho yalimtesa. Hakutegemea kama Max anaweza kuendeleza ndoa tena kutokana na majukumu aliyoanza kumvika. Hata lile penzi alilompatia jana yake hakudhani kabisa kama Max anaweza kulisahau kwa muda mfupi. Roho ilimuuma Julie. Nitaingiza miguu yote Max, huwezi kunichezea, alijiahidi na kuondoka eneo hilo, hasira zikimuongoza kwenye njia ambayo yeye binafsi alihisi ni sahihi. Sijui alitumia usafiri gani Julie, lakini alimwahi Max ofisini kwake. Leo hii alimkuta Rebecca. Alikuwa ameshafungua ofisi tayari na kuanza kufanya baadhi ya kazi ambazo hakuzimaliza siku iliyopita, ikiwemo kupanga baadhi ya mafaili ambayo yatakwenda kuwekwa sahihi na bosi Maximo Juakali. Wewe tena? Rebecca aliuliza kwa sauti ya kejeli alipoona Julie amemkaribia. Nimekuja kumsubiri Max, Julie alisema moja kwa moja akimfikia Rebecca. Una appointment? Rebecca aliuliza, sura yake ikionekana kama mtu anayetamani kucheka. Julie akamwangalia Rebecca kuanzia kwenye nywele hadi kwenye tumbo, eneo lililokatwa na meza yake kwa sababu alikuwa amekaa. Ni mambo ya kifamilia, alijibu. Mikono akaifinyanga na kuituliza kifuani. Rebecca akacheka kidogo, akasema, kifamilia gani? Sema tu umemisi show. Julie hasira zikamshika upya tangu afike hapo. Hakutaka kabisa kugombana na mtu mwingine zaidi ya Max, na sasa huyu kishantobe anamnawa. Na kustahimili tu Julie, akasisitiza. Rebecca akaegemea kiti chake, akapiga karatasi kwenye paja lake kwa dharau. Hebu niulize swali, wewe ni nani kwake? Rebecca alionekana akitaka shari au la, alitamani kupata umbea wowote ule utakaompa faida kwenye jambo lake. Mama wa mtoto wake. Ofisi ilitulia kwa sekunde chache. Rebecca akainua nyusi zake polepole. Oho, sasa mambo yameiva. Akayatoa macho yake na kumtazama Julie usoni kama anatania au yupo makini na maneno yake. Akakutana na uso wa mbuzi. Akakumbuka jana yake namna alivyowakuta, na bila shaka hiyo jana Julie alikuja kumpa Max taarifa ya ujauzito. Rebecca alicheka. Sasa ameshapata kile anakihitaji, na hii ndiyo silaha yake kubwa kumwangamiza Max. Naendelea kunishikilia hapa au nanipa funguo za ofisi yake nikamsubirie ndani baba mtoto? Julie alisema kwa jeuri, mali shadhamiria kumwaga ugali na mboga. Rebecca alicheka tena. Alicheka sana. Akainama na kuokota funguo kwenye draw yake, akainyanyua kwa kidole kimoja kama mtu aliyeokota kinyesi, akampa Julie. Hakikisha usiibe mali za kampuni. Ha, alicheka Rebecca. Julie akakwapua, nusuru amvunje kidoli Rebecca. Akaelekea ofisini kwa Max, amsubirie humo humo. Leo ana jambo naye. Huku nyuma, Rebecca hakuacha kutabasamu. Moto huu alikuwa na utamani, ila hakuwa anajua pa kuanzia. Na sasa umeanza kukolea. Kazi imebaki kwake tu kuchanga karata ya mwisho.
Dear X, bado mambo mabichi haya. Hebu tusubiri kipande kijacho, kinaweza kuwa na majibu mengi ya maswali tunayojiuliza. Hakikisha unaweka subscribe ili usipitwe.